Mama, 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 uwezo wa kukulipa sina, hata ulininyonyesha. Namwomba Mungu akupe baraka, mama. Yes, guys. Hope mmeamka salama na tunamshukuru Mungu. Juu tunajua ni wengi walikuwa wanatarajia kuona siku hii ya leo lakini hawajaiona. Wengi wako hospitalini, wengi wako mochari na wewe uko salama. So hiyo ni kitu ya maana. Kwanza tunafaa kumshukuru Mungu nayo, maana inagharimu mkono wake. Leo nimekuja siku ya leo kuhadithia story tu kidogo, na kabla sijaanza story yangu nataka uende usubscribe, ulike, ushare, alafu uniambie kwa comment section unanisikiliza ukiwa wapi, na Mungu atakubariki. Siku ya leo nataka kukupea story kidogo ambayo inaongea kuhusu mama, ndiposa ukaweza kuelewa mama ni mama hata kama anakaa aje. Kijana mmoja alikuwa amezaliwa katika mkoa tu fulani, na huyo mama hakuwa ameolewa. Alafu huyo kijana akiwa 2 years old, mamake akamwacha kama amelala, akaenda kuchota maji. Ni ile unapatanga nyumba iko kwa mlima, alafu kuteremka kuchota maji ni chini. Sasa wakati mama alichota maji akipanda, alisikia sauti kutoka huko juu kwa nyumba yake. Alipoangalia akaona watu wanakimbia, wengine wanang'ang'ana, alafu kuna moshi ilikuwa inatoka kwa nyumba yake. Mama kwa akili yake haraka ikapiga mtoto wake ako kwa hiyo nyumba. Hakika mama akaachilia mtungi hapo hapo na akaanza kukimbia kuenda kuokoa mtoto wake mwenye alikuwa kwa hiyo nyumba. Mama venye alifika akaingia kwa nyumba, akaenda akapata tu mtoto wake venye alimlalisha ako tu hapo na ako safe. Akajaribu kuchukua mtoto wake akamrusha mpaka nje, watu wakashtuka. Kumbe mtoto alikuwa kwa nyumba. Wakachukua, in fact venye waliangalia mtoto alikuwa poa kabisa. Ndio ujue mtoto anakuanga malaika wa Mungu. Hakuwa amechomeka hata alikuwa sawa. Mama ile kurusha mtoto sasa kung'ang'ana kutoka, moto ikamzidi akiwa ndani. Ilipomzidi akiwa ndani, watu wakang'ang'ana kumsaidia lakini alikuwa amechomeka. Mama akachukuliwa, akapelekwa hospitali, akaenda akatibiwa. Within few months akadischargiwa, akarudi nyumbani. Mama akawa anang'ang'ana tu, akaendelea tu na maisha yake ya kulea mtoto wake. Vibarua, anachotea watu maji, anawalimia, anawafulia manguo, at least apate pesa ya kufanya nini, ya kulea huyo mtoto wake. Akasomesha mtoto mpaka chuo kikuu. Mtoto akaenda kazi. Mtoto alipoenda kazi akafanikiwa, akapata kazi nzuri. By the way, mtoto kitu yenye alifanya ilikuwa mbaya sana ni kusahau mamake. Kazi ikawa nzuri, mamake akatesekea kijijini kabisa. Siku moja anko yake akakuja akapata ujumbe, huyo kijana anapatikana mtaa fulani. Alipomuona akaendelea na kazi. Alipoendelea na kazi, anko yake akarudi kwa nyumba, na siku moja akakuja akampigia simu. Akamwambia, mimi ni fulani nilikuwa nataka kukusalimia. Wakasalimiana na maisha ikaendelea. Sasa siku moja anko akaamua kuinvite yule kijana akuje kufanya nini? Akuje kusalimia anko yake huko kijijini. Anko akaongea na kijana, wakasikilizana na kijana akakubali. Siku ile walikuwa wamepanga ikafika na kijana akakuja. Sasa hiyo kijana ana drive, nakumbuka mamake anatesekea tu huko nyumbani. Wakakuja wakafika. Walipokuja wakafika, kijana tayari ashaoa na huyu bibi hata anajua mama ya huyo kijana alikufa. Wakakuja wakakaa chini wakakula. Anko yake alikuwa ametafuta picha mbili. Moja ya mamake wakati alikuwa mzuri hajachomeka, na ingine inaonyesha zile alama za mamake alichomeka akaharibika uso, ambazo zilifanya kijana achukie mamake. Walipomaliza kukula, anko akaenda akaleta zile picha. Alipoleta zile picha akaonyesha kijana.
akamuuliza, kati ya watu wawili unafahamu nani? Kijana alipoona hii picha ya pili ya mamake akashindwa kuongea. Anko yake akamuuliza, hii picha ya kwanza unajua huyu mwanamke? Kijana akamwambia, anko simfahamu kabisa. Akaenda akafungua ile room ule anko wake. Wakati kijana alisema afahamu hii picha ya kwanza, akaenda akafungua ile room akatoa ule mama. Alipotoa huyo mama, kijana wake alipomwona akashtuka, akamwambia hapana. Anko akamwambia hapana, usishtuke, tulia tu. Bibi ya huyo kijana sasa akaanza kushangaa ni nini inaendelea na huyu ni nani. Anko akauliza kijana, unafahamu huyu mama? Kijana akasitasita akamwambia ndio anko namjua. Hey, ile picha nimekuonyesha ya kwanza ndio ilikuwa ya mama yako kabla hajachomeka akuwe hivi. Lakini juu alichomeka na ukamkana ni sawa. Bibi ya kijana akashtuka sana kusikia mama ya huyo kijana ako hai. Akamuuliza, fulani, venye tumekaa nikikuuliza mambo ya mamako unaniambia alikufa. Kumbe uliacha mamako ateseke na hii situation ambapo nasikia alichomeka akikuokoa wewe ndio ulikuwa ukufe. Madamu akasikia vibaya sana na akalia sana. Na akaambia kijana kama hii ndio mume wake, kama hii ndio ulikuwa unaficha, leo hata siachi huyo mama naenda naye mjini. Akaambia anko ya huyo mzee wake, hiyo imetosha tu. Ataenda na huyo mama na ataenda kumshughulikia na atakaa na yeye vizuri. Wakapanga safari wakarudi mjini na mama. Huyo bibi ya kijana akaenda akatunza mama vizuri, akamlinda vizuri. At least mama akaonekana kama mtu tena. So, story yangu ilikuwa inaishia hapo siku ya leo. So, nilikuwa nataka kukuambia nini? Kama uko na mama ama uko na baba na wako hai, jaribu kutunza mama yako. Jaribu kutunza baba yako, ndiposa ukaweza kupata baraka. Kuna wengi wanatamani kupata hao wazazi wawatunze lakini hawayuko. Lakini juu wewe Mungu amekubariki. Tunza mamako, ndiposa ukaweza kupata baraka. Ukikosa kutunza mamako, hata wewe ukikua, ukizeeka, watoto wako watakutupa tu hivyo hivyo hawatakusaidia. Ukitunza mamako, ukizeeka na babako, wazazi wako hiyo baraka itakupata, hata wewe utatunzwa vizuri. So, nilikuwa nataka kuambia hivyo, mama ni mama hata kama anakaa aje. Na mzazi ni mzazi hata kama anakaa aje. Bibi anaweza enda na uoe mwingine, lakini mama huwezi pata mama mwingine. So guys, kama unanisikiliza siku hii ya leo, asubuhi ya leo, kama uko na mzazi na ako hai, jaribu kutunza mamako ndipo ukaweze kuzidi kupata baraka. Mungu awabariki. Tupatane tena Monday na story ingine na tuendelee na kujadiliana kwa hii mawaidha at least ndiposa ukaweza kupata baraka kutoka kwa wazazi wako. Nikimaliza usisahau kusubscribe, kucomment and you share na ulike na Mungu atakubariki. Bye bye.